Gloria Milimu, KTN. Mswada ulioandaliwa na mwakilishi wa kike kaunti ya Nairobi, Esther Passaris, kudhibiti maandamano unaendelea kuibua hisia kali. Miongoni mwa mapendekezo kwenye mswada huo ni kufanya marekebisho sheria ya mwenendo wa umma ambayo yatakulazimu kulipa faini ya shilingi 100,000 au kufungwa kifungo cha miezi 3 iwapo utapatikana ukiandamana kwenye maeneo yenye ulinzi mkali kama vile ikulu ama bunge. Haya yanajiri huku Passaris akionekana kuvishtumu vikali baadhi ya vyombo vya habari ambavyo anadai vinatoa taarifa za kupotosha kuhusiana na mswada huo. Grace Ng'ang'a anaarifu zaidi. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi, Esther Passaris, anaendeleza kampeni ya kuhususia magazeti ya Standard na Nation kwa kuchambua mswada wake unaolenga kuleta mabadiliko ya namna maandamano yanafaa kufanyika nchini. Nation Media Group na Standard Media Group, hawa watu hawapendi Kenya. Wanataka kufanya sisi nchi yetu ianguke. I'm asking Kenyans, tafadhali, boycott media houses. Msinunue hizo magazeti ya watu ambao wanataka kila siku kupatia story mbaya. Maswali yamekuwa yakiibuka iwapo Passaris anatumika na serikali kuwasilisha mswada huo ambao unalenga kuwanyima waandamanaji uhuru wa kuandamana watakavyo. Baadhi ya mapendekezo kwenye mswada huo wa Passaris ni kuwazuia waandamanaji kukaribia maeneo yaliyolindwa kama vile ikulu, bunge na mahakama. Aidha, wapangaji wa maandamano wanafaa kubainisha ni idadi gani ya waandamanaji watakaojitokeza, huku polisi wakipewa mamlaka ya kusitisha maandamano na utumizi wa vibango na kuamua idadi ya waandamanaji miongoni mwa mapendekezo mengine. Passaris amejitetea akisema aliunda mswada huo mwaka jana baada ya maandamano ya Juni 25 ya mwaka 2024 ambapo vijana wa kizazi cha Gen Z walivamia bunge. Hili wengi sana mpaka former judge ambao wako kwa pinzani, lakini hawana akili kama wakili. Nimesikia mmoja akisema kwa Ruto, State House si nyumba yako. Anamwambia State House si nyumba yako, nenda Sogoi. Ndio wanafikiria serikali itasikia saa ile utaingia State House na utatoa Ruto. There's only one way to remove William Samoei Ruto. It is through the ballot in 2027. Wakati wa kupigwa msasa kama waziri wa usalama wakati huo, Profesa Kithure Kindiki ambaye ni naibu rais kwa sasa vile aliashiria kuwa alikuwa kwenye harakati za kutayarisha mswada sawia wa kufanyia marekebisho sheria ya mwenendo wa umma, yani Public Order Act. I had actually finalized the draft regulations to the Public Order Act, which will be the statutory instrument to be processed for purposes of giving effect to the enjoyment of that right. Ila baadhi ya mapendekezo ya Passaris yanaoana na yale ya Kindiki. It will also obligate public institutions in all arms of government, all public institutions to designate an area within their precincts or within the vicinity of their precincts. Passaris anawasuta wanaomkosea Rais Ruto akisema Ruto anafaa kupewa muda wa kufanyia Wakenya kazi. Grace Ng'ang'a, KTN. Unaendelea kutazama taarifa za KTN leo ama dira ya wiki siku hii ya Ijumaa kama kawaida, mtazamaji.